Movie inaanza, Monica anaamshwa na mama yake amke kujiandaa kwenda kwenye biashara. Monica siku zote huwa anaamka kwa ajili ya kumsaidia mama yake na kutembeza uji asubuhi. Kwa hiyo wanapita barabarani huku anatangaza anahitaji uji. Sasa wakapita kwa mteja wao mpendwa. Huyu jamaa anampenda sana Monica japokuwa ni mdogo. Hawa ndio wale wanaotuharibia dada zetu wakiwa wadogo. Sasa akaomba ahudumiwe kama kawaida yake. Kisha akaanza kumuita Monica kuwa mchumba, maana mke wangu na nini, si mnajua wajomba wa namna hii wapo wengi sana. Mama Monica akawa asemi kitu kabisa mpaka wale jamaa akampatia pesa Monica nje na kumhudumia, lakini Monica akakataa, ila mama yake akamwambia ipokee. Sasa wamerudi, mama anafurahi mauzo yameenda vizuri, lakini akashangaa Monica hana furaha. Mama ikabidi amuulize nini shida. Monica akasema huwa sipendi mjomba Uzole anavyonishikashika na kuniita mimi mke wake. Sasa kwani ni kweli wewe ni mke wake? Monica ni utani tu. Monica akasema ndio sipendi. Sasa Monica ikabidi arudi kwa wadogo zake ili kuandaa waende shule. Akakuta wameshaamka. Hao wadogo zake wa kike anaitwa Chika na wa kiume anaitwa Bobo. Leo ni siku ya utamaduni, kwa hiyo wamevaa kitamaduni. Monica akawasindikiza shule bana. Na anajua utajiuliza mbona Monica bado mdogo na shule haendi, inakuwaje? Lakini ukweli ni kwamba Monica alishindwa kuendelea na masomo kwa sababu ya pesa, hivyo wazazi wake wakaamua aache tu ili amsaidie mama yake biashara ndogo. Kwa hiyo pesa yote anayoipata inatumika kuhudumia familia na kuwasomesha wadogo zake au mapacha. Lakini pia Monica baada ya kuacha shule aliamua kwenda kujifunza ushonaji ili angalau akijua kushona au anasaidia familia yake kwa pesa ndogo. Sasa kafika kazini kachelewa pale. Mama anayewasimamia alikasirika. Monica akaomba msamaha pale, lakini akapewa nguo ili aweke zipu. Simamizi baadaye akarudi, yule anayewafundisha akaja akacheki ile kazi ya Monica, akampongeza sana. Monica alikuwa ameishona vizuri sana. Hadi akawaita wenzie waje waone. Sasa kama unavyojua makazini au mashuleni sio wote wana roho nzuri kama yako. Mmoja hakupenda kabisa Monica anavyokuwa anatolewa mifano mbele yao. Baada ya kutoka kujifunza kushona, akapitia wale wadogo zake shuleni ili kurudi nao nyumbani. Kifupi, Monica anawapenda sana wadogo zake, na kuna muda hadi chakula kinakuja kikiwa kidogo, lakini yeye anawaachia wadogo zake wale, na wakimuuliza kwa nini hali, yeye anasema atakula wao wakishiba, na wakishiba ndio chakula kimeisha eti. Wakamaliza kula, akawafundisha wadogo zake na kuwasaidia homework. Usiku fulani hivi baba na mama wamekaa, mzee akasema nataka Monica arudi shule. Mama akasema inawezekanaje, na unajua kwamba pesa zinazopatikana zote tunawasomesha wadogo zake, haitoshi kuwasomesha wote watatu. Mzee akasema nategemea kutumiwa pesa na mdogo wangu, kwa hiyo ni mwezi ujao, hivyo akiipata atapeleka kwenda kumwandikisha Monica. Mama akasema Monica anaweza kuongea Kiingereza, Monica anaweza kuandika, angalau kuna kitu anacho kichwani, kwa hiyo si muhimu sana, bora tusomeshe hao watoto wadogo tu. Monica anaweza kuanza maisha kwa hatua aliyofikia. Sasa kesho yake mama akasema kwamba anajisikia vibaya, hivyo leo hatoenda kwenye biashara. Akamwambia Monica kwamba leo ataenda peke yake, na akamwambia awe makini, ajitahidi na kurudi mapema. Lakini Monica akasema labda nisikutane na mjomba Uzoli njiani. Mama akabaki anacheka pale. Kweli bana, Monica akakutana na yule mtu asiyempenda bana. Mjomba Uzoli akaendelea na yale matani yake kama kawaida. Mke wangu mrembo, unaendeleaje? Mama yako yuko wapi? Za asubuhi nini vile? Ninaweza kuwa mume wako mzuri tu. Monica kauliza unahitaji kiasi gani? Hebu sema. Uzoli akasema nitakuwa sinunui sasa. Monica akasema basi kwa heri. Ikabidi amtulize pale Monica. Monica akasema nataka nimalize kuuza niwahi kurudi nyumbani, sina muda wa kupoteza. Naweza kununua wote kila kitu kama tukimalizana. Monica kaulizwa na maana gani? Mwamba akasema nifuate ndani. Monica ikabidi achungulie kwanza uko ndani kwenyewe. Akasema ndani kufanya nini? Mwamba akasema unajua na kuelewa sana, na ninataka kukuoa kweli yani, na ikiwa utaingia ndani na mimi naweza kukupatia 10,000 na unaweza kunizalia mapacha tuendeshe familia. Monica akasema sitaki, hebu sema unahitaji kiasi gani? Mwamba akaona pamekuwa pagumu, ikabidi akubali tu kuhudumiwa. Yani kifupi Monica alijielewa, hakuwa tayari kudanganyika. Akaenda kumsimulia mama yake machafu ya Uncle Uzoli. Huwezi kuamini, mjomba Uzoli alikuwa ananilazimisha mimi nimfuate ndani kwake. Mama akaulizwa mfuate ndani kwake kufanya nini? Monica akasema si nikae naye, akaniambia eti atanipatia 15,000.
15,000? Ndiyo. Mama akasema ungeingia tu, Zuri alikuwa anakutania. Mama, najua ninachokiongea. Alikuwa atanii, alikuwa yuko serious. Kwa hiyo uliingia ndani kwake? Mimi niingia ndani kwake tena mama? Sasa tatizo liko wapi? Hebu nenda kawaandae wadogo zako, acha kupiga kelele hapa. Mida ya usiku fulani hivi, mama anamwambia mume wake kwamba tumia ile pesa kualipia ada mapacha. Baba akasema vipi kuhusu Monica? Anatakiwa kujiandikisha aende shule eti aendelee na masomo. Mama akasema Monica atasubiri, kwanza yeye sio muhimu sana kama hawa wadogo, acha aendelee kusubiri tu. Kisha akasindikizia na tonge moja la ugali. Kumbe Monica alikuwa anasikiliza kila kitu kinachoendelea. Aisee, ilimuumiza sana ile kulisikia. Licha ya yeye kujituma kote, lakini bado mama hamjali kwa lolote. Bora hata baba anamfikiria, lakini mama yeye anamwangalia tu, anaangalia tu wadogo zake. Miaka kadhaa ikapita, Monica sasa amekuwa, lakini bado hajaacha kufanya alichokuwa anakifanya wakati yupo mdogo. Kuamka asubuhi, kupeleka uji, kisha ndo aendelee na mambo yake. Na wale wadogo zake pia wamekuwa, Chika na Bobo wamekuwa bana. Leo hapo wanajisomea. Sasa katika kujisomea wako wanabishana kama vile wakagombana. Monica akaja mbio, akajua wanagombana, akauliza shida ni nini? Bobo akasema tuko sawa tu dada. Monica akauliza mnahitaji msaada? Mnahitaji msaada wangu? Chika akasema mimi sihitaji, lakini Bobo anahitaji msaada. Monica akasema msaada gani? Wapi? Swali gani ambalo ni gumu nikusaidie? Bobo akasema hamna dada, niko poa. Una hakika naweza kukusaidia? Nionyeshe. Bobo akakataa, huku Chika anacheka kinafiki. Basi Monica akasema kama mtahitaji msaada niulizeni tu. Sasa ile ametoka tu, Chika akasema yaani mtu fulani ambaye hata shule hajamaliza anataka kutusaidia wake, sawa? Bobo akasema Chika, hebu nisaidie bwana, achana naye. Kumbe yote Monica alikuwa anasikiliza. Hebu vuta picha, ni wewe, watu ambao ulikuwa unawasaidia kipindi hawajui kitu, leo wamekuwa wakubwa na kuona wewe ni mbumbumbu, eti hujamaliza shule, lazima uumie, alafu yale maumivu yaweke kwa Monica anavyojisikia aise. Na istoshe anapambana usiku na mchana, anafanya biashara ambayo ndio inayowasomesha. Muda mwingine akipewa mshahara wake wa kazi yote ile ya ushonaji, anakuja kumpatia baba yake kwamba iwasaidie matumizi ya nyumbani pamoja na kualipia ada wadogo zake. Baba yake ndiye pekee anayebariki, lakini kwa mama akasema Monica, kwa hiyo pesa yote ndio hii tu? Monica akasema unajua nyingine naweka, nataka ninunue cherehani. Mama akasema umeshindwa kujilipia ada ndio utaweza hicho? Ila baba akamwambia ongera sana mwanangu, umejitahidi, Mungu atakusaidia. Monica akamwambia mama usijali, ninapambana, na kisha akaondoka. Yaani hapa anayemuelewa ni baba tu, mama hamna kitu kabisa. Sasa Monica, kuna huyu mwamba anaitwa Pascal, huwa anampenda sana Monica na anatamani sana kumwoa, ila jibu analotoa Monica ni kwamba muda bado. Unamaanisha nini kusema muda bado na Monica una miaka 21? Tunatakiwa kuoana tuanzishe familia. Monica anasema familia yangu bado inanihitaji Pascal. Pascal anasema familia yako itakuwa sawa, mimi nakupenda, nitafanya kila kitu kukutunza. Kama utaolewa na mimi hutojutia kwa chochote, nitakulinda hata mbu hata kung'ata. Monica akasema ndio maneno yenu nyie wanaume. Pascal akasema kwa hiyo uniamini? Mungu wangu, uniamini? Huyu aniamini eti unataka nipige kelele? Mimi siko kama wanaume wengine, au kwa sababu sina pesa kwamba sitaweza kukuhudumia? Monica akasema unaongea vitu gani? Unajua sijali chochote kuhusu pesa. Pascal akasema ndio maana nakupenda. Sasa baadaye Pascal akasema najua unahitaji cherehani, mimi nitakununulia. Kwa kuwa inauza pesa nyingi kwa Monica ikawa kubwa kusikia hivyo. Ilikuwa surprise sana, yaani hakuamini kusikia hivyo. Monica akatoka na kwenda kumwambia mama yake, kwa hiyo umesema anataka kukuoa? Monica akasema tena ameniambia ataninunulia na cherehani. Mama akasema kwa hiyo unamwamini? Amesema ananipenda, amesema nakupenda. Ndio, hana sababu ya kunidanganya. Mama akasema Monica, wanaume huwa hawana sababu ya kukudanganya, wote ni wamoja, watakudanganya na vijimaneno vya kawaida. Kuwa makini, tena funga hivyo vimiguu vyako. Kama utapata mimba utalea mwenyewe mtoto wako. Unaona hali ya huku nyumbani, mimi sitaki mizigo kabisa, hebu niongezee maji Yaani mama kamkatisha tamaa kabisa bidada, kawa baridi kweli kweli bana. Pascal akafanikiwa kupata zile pesa alizomuahidi na kumletea Monica.
kisha akamsindikiza hadi nyumbani kwao bana. Sasa Pascal akataka akaonane na mama yake Monica ili angalau amwambie jinsi gani anavyompenda mwanae, kama ikiwezekana aweze kumfahamu tu. Sasa kwa bahati mbaya au bahati nzuri, mama naye alikuwa anatoka akawafumania Monica na Pascal wakiwa pamoja. Pascal akamsalimia mama, lakini mama akamwambia Monica, ingia ndani. Monica ikabidi aingie ndani. Pascal akaachwa nje solemba, akaja kumsomea mashtaka kwa baba yake. Akamwambia hebu njoo uone mwanao anavyokuharibia jina. Nimemkuta Monica anakumbatiana na kukisa na mwanaume pale getini bila hata aibu wala uoga. Anataka mimi au sisi tuonekane tukumlea vizuri. Walikuwa wanakumbatiana. Monica akasema si kweli. We funga mdomo lako. Monica akasema baba, hatukuwa tunakisi. Mzee akasema basi. Mama akasema unataka kumtetea kwa kuwa hujamuona eh? Baba akamuuliza Monica, huyo kijana ni nani? Monica akasema ni rafiki yangu. Na nini? Monica akasema anataka kunioa. Mama akasema amuoe nani? Nani huyo kuolewa? Yule asiyejua kusalimia, ananiona mimi ananiigizia, hajanisalimia. Eti akuoe wewe. Na una miaka mingapi? Kwamba una miaka 25? Kama anataka kukuoa si akusubiri ufikishe miaka 25. Mzee akamuuliza Monica, unampenda? Swali gani hilo unamuuliza? Hayuko tayari, bado ni mdogo. Huyo mtu mwenyewe anataka kumuoa ana mandevu, anaonekana ni mzee. Bora hata afikishe miaka 25. Mwanaume mwenyewe maskini yule, anaonekana bora hata angekuwa tajiri. Monica akasema lakini anapanga kuninunulia cherehani eti. Unaona? Kwa hiyo ameshakupa hiyo hela. Yaani anakupa pesa na unajua tuna matatizo mundani. Chika na Bobo hawana pesa za kulipia mitihani yao na ada. Wewe unataka kununua cherehani. Unajua ninahitaji hii kitu zaidi. Mama akasema sawa, si una pesa? Nenda kanunue. Mama nenda. Ikiwezekana kula yote tu. Ndio maana unataka kuolewa. Huyu mtoto sio mzuri kabisa. Yaani unataka kuniachia matatizo ya familia nilee mwenyewe, sio? Nenda basi kaolewe. Huyu mama ni kisanga ise. Ni kama vile Monica sio mwanae wa kumzaa eti. Alimtolea maneno mazito sana pale. Baadaye Pascal alipiga simu nyingi kwa Monica, lakini Monica akawa anatazama tu simu, akashindwa kupokea, akawa anaogopa, hana cha kumwambia Pascal. Ameona ni bora tu amsikilize mama yake tu. Akaja mdogo wake pale anaitwa Chika, akamuuliza we, mbona unapigiwa simu na mchumba wako upokei? Monica akasema we, si una miti, mbona unazunguka? Chika akasema nishasoma, nimechoka. Simu bado ikaendelea kuita. Chika akasema Pascal anapiga. Monica akasema haya, kuhusu jali mambo yako. Sasa baada ya maneno mengi kabidi tu Monica aje kumpatia mama yake zile pesa zote alizopewa ili anunue cherehani. Si unajua tena mama ni mama. Monica, niahidi kuwa hutaolewa na yule mwanaume. Kweli bana. Monica akatoa ahadi. Baadaye unaambiwa Pascal alimfuata Monica kazini kwake. Baada ya kupiga simu nyingi zikawa ziokotu na nini, Monica akamuuliza umefuata nini? Bosi wake akasema huyu ndio yule mwanaume ulioniambiaga. Monica, unahitaji kupumzika. Mimi bado sijamaliza kushona. Hamna tatizo. Yaani namaanisha nataka uondoke sasa hivi uende. Nitamalizia tu hiyo kazi. Nitafanya tu, wewe nenda tukapumzike. Lengo la bidada bosi anataka Monica apate muda wa kumsikiliza Pascal. Hivyo anamfukuza kijanja ili wakaongelee nje wenyewe. Kweli bwana, wamefika kwenye chaka lao ambao wanapigaga mastori bwana. Pascal bado akawa anamuelezea Monica kuhusu msimamo wake. Anataka kumuoa eti, lakini bado Monica anasema kuhusu muda. Pascal akasema kwamba yeye atasafiri kwenda Marekani. Monica akamuuliza kwa hiyo hutarudi? Mama akasema kuwa anaweza asirudi. Monica akauliza kwa hiyo tukiona utaondoka na kuniacha? Mwamba kimya. Baadaye akasema nikiwa nje nikipata kazi nitakutumia nauli uje. Kifupi Monica alikuwa muamini kabisa Pascal. Zaidi ya kumwambia bado amsubiri kama kweli anampenda. Sasa miaka kadhaa ikapita, Monica anazidi kuzeeka. Kwa sasa amefikisha miaka zaidi ya 35. Sasa wakati yuko na shoga yake fulani wako njiani, akapita jamaa fulani ana gari, akasimamisha akasema Monica, ni wewe? Monica naye akamjua yule Uncle Uzoli aliyekuwa anampendaga kipindi mdogo. Mjomba akashangaa kumuona, akamuuliza bado unaishi kwenye ile nyumba? Monica kajibu ndio. Umeolewa? Bado. Bado. Si nilikwambia ni kuoa uko unalinga. Sasa hivi ungekuwa mke wa tajiri. Na unafanya nini sasa hivi? Monica kajibu bado mimi ni fundi. Mjomba yuko
Tatizo ulikuwa unalinga sana kipindi bado mbichi. Ungekubali nikuoe, usingepitia hayo unayopitia sasa hivi. Angalia sasa unazeeka. Maskini Shoga yake ikabidi aingilie ugomvi. Baadaye Mwamba akampatia business card, akamwambia kama atamhitaji amtafute. Monica wakasepa. Huku nyumbani kuna furaha kishenzi, Chika amepata kazi bana. Ikawa ni furaha tu na kejeli kwa Monica, ila Monica hakuwa na iana. Akampongeza sana mdogo wake kwa hatua hiyo, lakini Chika ndo kwanza akazidisha dharau. Akasema bora na mimi sitaki kukaa nyumbani nikazeeka. Anamaanisha dada yake. Kwa asila Bobo akaamka na kumkanya Chika aache kabisa kumdharau dada yake. Akazidisha makwazo tena Chika, wakataka hadi kuzichapa pale. Baadaye hivi Chika akamfuata dada yake na kumwomba msamaha kwamba kukusudia kusema yale maneno mabaya, lakini Monica anajua tu ukweli mtupu, kwamba utani ukiwa ndani ya ukweli. Lakini Chika akamwambia kwamba wanajivunia sana kwa kila kitu, wanajivunia sana kwa kila kitu alichowafanyia tangu wadogo mpaka sasa wanaweza kujitegemea. Kwa Monica yale maneno yalimfanya jute kwa kupoteza muda wake kwa sababu ya familia ambayo haijali chochote. Anawaza pengine angekuwa ameshajipata na kuolewa, ukizingatia wanaume kweli walikuwa wanakuja na wakataa, kuhisi muda bado. Sasa usiku fulani hivi anakuja mdogo wake yuko na iPhone 17. Mzee, 3 milioni hiyo ameshika. Hapo akamuuliza Monica, akamuuliza kaipata wapi? Akamuuliza na bei. Chika akasema inauzwa 3 milioni. Monica akaanza kutoa povu. Si mnajua yeye alikuwa anapewa pesa, mama yake anazichukua, kisa wana matatizo wadogo zake. Akaanza kuongea kwamba unapataje 3 milioni na humu ndani tuna matatizo, hatuna unga, kuna wagonjwa humu ndani na tunahitaji kujenga kibanda. Monica akamwambia mama, unaona, sema kitu, mbona uko kimya? Mama akasema nataka niseme nini Monica? Sikapewa zawadi na watu wanaompenda. Mpaka Monica kashangaa. Yaani mama anawatetea sana wadogo zake. Sasa asubuhi Monica yuko na bosi wake kazini. Sasa mume wake bosi amepata kazi Canada, kwa hivyo bosi anatakiwa kuhamia Canada. Monica moyoni akajua ndio kazi basi tena, lakini bosi akasema usijali kuhusu kazi, atamwachia kila kitu ofisi nzima. Ikawa kubwa sana kwa Monica, alifurahi sana. Ni kama vile Mungu anaanza kufungua milango ya Monica taratibu. Yaani nyewe mnaonaje hii? Sasa Monica anarudi nyumbani, anakutana na Pascal, akashangaa kumuona, akajua kwamba itakuwa amekuja kwa ajili yake. Ikabidi amuulize, umekuja kwa ajili yangu? Chika kadakia kwamba hapana, yuko hapa kwa ajili yangu. Kumbe leo ni siku ya Chika kuchumbiwa na Pascal. Yaani kumbe Chika ameisha mchukua Pascal. Yaani hao ni wapenzi eti. Monica anashangaa, kucheka anatamani kicheko hakiji, kulia anatamani kilio hakiji. Yaani anahisi kuzimia kwa anachokiona na kukisikia. Aisee, inauma sana yani. Usiombe hii kitu ikakutokea, isije ikakutokea kabisa. Sijui itakuwaje. Siku fulani hivi Bobo anamleta msichana, anamuita mpenzi wake na akampatia mimba eti. Wazazi wake wamemtimua huko, anataka aishi naye hapo nyumbani. Mzee akamuuliza mkwe, akamwambia hivi, unajua kwamba huyu jamaa hana kazi, yani hawezi kabisa kukuhudumia, kazi yake anayofanya ni kutia tu mimba. Bobo akasema anaomba tu akae hapa wakati anasikilizia kazi fulani vitiki. Mama akasema atalala wapi? Bobo akasema atakuwa analala na dada Monica. Ilikuwa ngumu hiyo kukubaliwa, lakini Monica akakubali tu yaishe, na akasema kuhusu chakula asiwe na shaka. Baadaye Bobo akaanza kulia. Monica akaja akamuuliza shida ni nini. Bobo akasema kwa wakwe huko wanataka eti mpenzi wake atoe mimba na yeye hataki kupoteza mwanae, au amlipie mahali angalau pesa 300,000. Monica akasema atampatia 200,000 kidogo. Bobo akafurahi pale. Sasa huku kwa wifi ametoa nguo zote kwenye kabati la Monica. Si mnajua anakaa chumba cha Monica. Monica kufungua kabati akashangaa kweupe. Akamuuliza wifi akasema ametoa, anataka aweke nguo za mwanae. Kelele zilivyozidi, wifi akapiga kelele mpaka Bobo akaja. Akauliza shida ni nini? Mama Kijacho akasema Monica anampigia kelele mwanae, anamgombeza sana. Monica yuko anashangaa tu. Sasa wamelala, wifi akamsukuma Monica kitandani, akapiga na kelele. Bobo akaja kuuliza shida nini? Mama Kijacho akasema mtoto anasikia joto, kwa hiyo anataka alale mwenyewe, anahitaji nafasi eti. Ikabidi tu Monica ashuke chini ili ampatie nafasi. Yaani akataka kulala chini yani. Yaani unaambiwa Bobo na mke wake alilala kitandani, huku Monica amelala chini bila shuka wala mto.
Hii movie inafundisha sana na kuumiza mno. Baada ya wiki kadhaa hivi, bado Monica analala chini, akamfuata mama yake na kumwambia kwamba anaona bora atafute sehemu nyingine ya kulala ili awaache Bobo na mke wake, maana kila siku yeye ni wa kulala chini tu. Bobo na mkeo wakasikia bwana, wakaja mbio. Bobo akasema kwanza ulitakiwa sasa hivi uwe umeolewa na una kwako, na ni kwa sababu tu ya hivi 200 vyako ndo unaongea hivyo. Unaona tunakunyima la sio? Sikia, nipe tu muda nitakulipa vipesa vyako vyote ulivyokuwa unanipatia. Usituseme sana. Bobo aliongea maneno mengi, akasahau kabisa wema wa dada yake wote aliokuwa amemfanyia. Muda mwingine unawasaidia watu ambao hawajui muhimu wako, ukitoka wanaanza kukusema bila kushukrani. Ndio maana wanasema tenda wema nenda zako tu. Laiti kama angetenda wema wala asingekuwa anayapata haya, angekuwa amejiondokea zake tu. Basi kabidi Monica akakusanya kila kitu chake, akakae tu dukani kwake. Mama akamwambia kwamba po ulipo huna cheti, hujasoma, huna elimu yote, kifupi wewe ni bure. Unadhani utakuwa mgeni wa nani huko nje? Hebu badilisha hiyo tabia yako mbaya kuwasema watu, ndio utaishi kwa amani. Monica akashangaa akamwambia mama, kuwa umesahau kila kitu nilichokuwa nafanya. Kila kitu nilichokuwa nafanya ni kwa ajili ya familia. Siendi shule, naamka asubuhi na mapema, najitoa sana kwa ajili ya hii familia. Leo unaniambia maneno gani haya? Mama anasema kwa hiyo mimi nifanyaje? Wewe uone familia yenyewe uliozaliwa. Monica akasema najua hilo, lawama zote zitakuwa kwangu. Mama akasema wewe ni mtoto wa kwanza kwenye familia hii, kwa jukumu la kuhakikisha wadogo zako wanaishi vizuri liko kwako. Monica katoa povu lake, maana kumbe mama yake ndio aliyesababisha mdogo wake kuolewa na Pascali. Mambo mengi mno, lakini mama hana shukrani. Monica akasema wadogo zangu ambao nimewalea wenyewe leo wananitukana, na wewe useme kitu kabisa. Monica katoka pale akachukua baraka kwa baba, maana ndio pekee anayemwelewa, kisha akasepa. Sasa baada ya siku kadhaa kupita, bosi alienda Canada, akarudi bana, akamwelezea kila kitu mpaka kuhusu safari ilivyokuwa. Akamwambia Monica kwamba kule amefungua ofisi yake inayojihusisha na mambo ya fashion, hivyo anamtaka Monica aende akaisimamie. Monica akawa hajasikia vizuri, akajua labda hiyo ofisi ipo huku. Bosi akasema anamaanisha anaenda naye Canada, yani Monica anakwea pipa kwenda Canada. Aisee, hiyo kwa Monica kwake ilikuwa kubwa, yani mpaka ikajaa uso mzima. Hakuamini ni kwamba Mungu amejibu maombi. Unaambiwa ni kwamba Mungu amejibu maombi ya Monica. Kuna wakati utapitia magumu kwa muda mrefu. Mungu tu anataka kukufundisha, kukuonyesha watu wa dunia hii jinsi walivyo, ila kwa wakati wako ukifika, Mungu atawaonyesha kwa nini ulikuwa unayapitia hayo. Na kitu kingine natufundisha, usipambane kujaza kikombe cha wengine wakati wewe kikombe chako hakina kitu. Na mafanikio siku zote yanakwamishwa na ndugu wanaokuzunguka. Usikate tamaa, wakati wako ukifika utajibiwa tu. Wewe zidi kumwomba Mungu. Hebu niambie, umeionaje hii movie na umejifunza nini? Mimi naitwa Kingson, lakini pia nikwambie, kama unahitaji unga mzuri wa uji uliochanganywa na virutubisho mbalimbali kwa ajili yako au mtoto wako, basi wacheki Blessed Lishe. Wao watakuletea hadi ulipo, au wacheki kupitia namba zao ambazo zipo kwenye skrini hapo. Bwana, tukutane tena wakati mwingine. Mimi naitwa Kingson.